Haya, Bomet oye! Bomet fire! Unajua watu wa Bomet wananipenda sana, kwa sababu nimekuwa nimechoshwa kwa mtandao. Wanasema, mheshimiwa, wewe ulikuwa Busia, ukatoka Busia, Malindi, umekuwa Mombasa, Taita Taveta, Makueni, Machakos, yote mpaka kule Embu, Meru, Isiolo, umekuwa kule mpaka Olkalau, Nyandarua, umekuwa sijui pale Kiambu, Tarakaniti, Nyeri, na ukakuwa pale jana tumekuwa kule inaitwa ile mpaka ya Kenya na Tanzania inaitwa nini? Namanga. Tumekuwa kule Namanga, kule Isinya, kule Wabugo yote. Mpaka tumekuja sasa leo tumeanzia kule, tukasema hatuwezi kosa kuja kusalamia watu wa Bomet. Ndio tukaanzia sasa kule Mayumayu, tukakuja kule Suswa, tukakuja kule inaitwa kule Tulele, Narok. Sasa tumekuja pale watu wa Mloti wanapenda mimi sana. Alafu Ololunga. Sindio? Sasa na akaniambia uwezi kosa Bomet. Bomet oye! Basi, muhimu sana, nyinyi mnanijua. Mimi ni kijana mdogo ambaye nilipita kura na mashida mingi sana. Kwa sababu mimi nilipita kura, nilikuwa tunalala kwa kamatras kangu ka inchi 2 na kaskofu kangu pale. Sasa ikaniambia wewe Peter Salasya, ndoto ikakuja, umechaguliwa ya kwamba wewe ndio mbunge wa Mumias. Sasa mimi nikajiuliza, wewe aje simungeniambia ni aje MCA? Wakasema hapana, wewe umewekwa mafuta na wewe enda ubiri injili kama ile ya Yona aliambiwa, enda ubiri injili kule Nivea, ili ya kwamba watu wa Nivea wapate injili ya Yesu Kristo. Hapana. Sasa tusikize kwanza. Wakaniambia wewe huyu kijana huyu ni mwenda simu. Nikauliza mama, sasa nyinyi wa mama ndio mnazanga wenda simu? Sasa watu wakasema wakati wa kuhesabu kura ikapatikana Peter Salasya ndio amekuwa na kura mingi sana wale wakipigana. Sasa juzi nimepata ndoto kubwa sana. Ikaniambia wewe Peter Salasya, umepakwa mafuta kama yale yaliokuwa yamepakwa na Daudi. Uende ueleze wananchi wa Kenya, uwakumbushe ya kwamba viongozi ambapo wako saizi wamesahau yale vizingiti ama ile mienendo ama foundation ambazo zililetwa na zikawekwa na viongozi wetu wa kwanza, wanzilishi wa taifa hili la Kenya, wakiwemo Mheshimiwa Moi na Mheshimiwa hata kina Kenyatta na kina Kibaki. Kwa sababu wakaniuliza ni gani, nikauliza ni gani. Kaniambia wakati wa Moi aliamini ya kwamba nchi lazima ikuwe an industrial country, na akaamini nchi ya Kenya ikuwe an agricultural country. Ndio akakuja na vitu kama Moi Tison nini ikakuwa pale. Makampuni mingi ambayo mnaona saa hizi zinaongelewa about mambo ya privatization, leasing, zilianzishwa katika wakati wa Moi. Na mkiona hiyo wakati hata shilingi ya Kenya ilikuwa shilingi 20 za Kenya $1. Saa hii dola ikaenda. Baadaye mmeangalia mkaona nikakuwa kule Mwea. Nikawakumbusha ya kwamba kuna Mwea irrigation scheme. Hiyo yote ilianzisha katika viongozi wetu waanzilishi wakina Moi na pale. Sasa baadaye ikaniuliza, nyinyi saa hii mmesikia juzi serikali kwa kupitia Ministry of Foreign Affairs ikiuliza ya kwamba upatiwe pesa mingi ili ya kwamba rutishe watoto wetu ambao wamekwama nchi za Finland, Australia, Canada, Lebanon, kule kwingine kama Saudia, kwa sababu walienda pale kwa sababu hawana kazi. Na ukaangalia wasichana wetu warembo leo hii wamepotelea kule, wameenda kule Saudia fanya kazi ya umaid. Na mimi ikanikujika niuliza, for how long shall we continue with this kind of leadership ambayo ya kwamba watoto wetu wasichana kwa sababu they are looking for better life. Nimekuwa Mombasa nikawaambia leo hii tajiri anasomesha, maskini pia anasomesha. Na wote wakimaliza shule inatakana wapate jobs, equal job opportunities.
Lakini leo Kenya imekuwa survival for the fittest. Na ikaniambia katika hiyo ndoto ya kwamba Kenya kama tutaangalia uongozi, in the next 30 years will be a hopeless country kama Nigeria, ambayo wengi wamesoma lakini hawana kazi. Hiyo ndio imefanya nikaanza hii vuguvugu na kuongelesha vijana, kwa sababu wanasema the future of a nation lies in the hands of young people. Nguzo ya taifa iko katika mikono mwa vijana. Mkiangalia leo katika vyombo za habari, mtaona ya kwamba tulikuwa na prayer breakfast, na agenda ilikuwa ni kuongea vijana wasemee viongozi. Vijana wako na hasira sio kwa sababu hawapendi, ni kwa sababu wameona hawana kazi. Like right now today tukiongea, vijana zaidi ya milioni 4 hawana kazi. Nyinyi mnajua sisi tuko katika uongozi, tunajua kila mwaka universities zinatoa wanafunzi. Oromo University wamegraduate kama university fulani, Bomet University, Baraton University imegraduatisha watoto 50,000. UN imegraduatisha watoto fulani. Kwa mwaka mmoja tuko na watoto zaidi ya 200,300 ambao wamewekwa katika job market. Lakini ukiangalia kama nilikuwa jana huko juzi huko Limuru, wakati wa kina Moi, Limuru ilikuwa imeemploy watu karibu zaidi ya 3,000. Sasa ni watu 300 peke yao. Ni wakati tunataka vitu shortcut ya kwenda kuleta vitu, alafu na sisi kuleta na kutengeneza pesa. Ukiangalia nchi ambazo zimegrow kama zile Marekani, finance bill inakuanga mara moja kwa entire period of the presidency. Lakini leo hii every mwaka finance bill. Hii ndio vitu inafanya investors wanatoroka Kenya, wanaenda nje za, kwa sababu ajui finance bill ya ule mwaka wa kesho kama itamsaidia ama itamsaidia, because iko risky kufanya biashara katika nchi ya Kenya. Hiyo ndio imefanya sisi kama vijana tuanze kuleta mageuzi katika uongozi wa Kenya, na tuseme tuanze 2027 ikifika. Nyinyi mmeona juzi kijana mdogo kutoka nchi ya Burkina Faso anaitwa Traore, kwa muda wa miaka 2 peke yake amefanya nchi ya Burkina Faso ikaheshimika. Sisi hapa Kenya wanasema mtu afikisha miaka 50 ndio akuwe rais wa Kenya. Nyinyi na sasa wameshindwa. Sasa nauliza watu wa Bomet, ni ngoja nifikisha 50 ama nianze saa hii? Nianze saa hii ama nifikishe? Wakapo wanasema tuanze saa hii. Mnisinidanganye tuanze saa hii ama saa hii? Kwa sababu nyinyi mko hapa hii market hapa, mmekuja kutafuta riziki ili ya kwamba mtoto wako apate kalamu, apate uniform, ili ya kwamba aongoze in the next, apate kazi, akusaidie wewe na asaidie na watoto wenzao. Na sisi Kenya sasa saa hii, hata Kibaki alikuja na vision 2030. Today tunakaa kwa Kenya kama as if we don't have a vision, kama kesho inaisha kesho. And that is the leadership that we have to stop today. Sasa nyinyi watu hapa Bomet, mkiniona pale kwa ballot, mtaniacha na mtasimama na mimi. Wangapi wanasimama na mimi? We have to build the future of this nation. 100 years from now, hata ule mtoto ambaye amezaliwa leo, he is rest assured that tomorrow is going to go to a school, atasoma na atapata kazi. Otherwise, asanteni sana watu wa Bomet, nitarudi